Naam, karibu sana katika chaneli hii ambapo tunajifunza mengi kuhusiana na masomo mbalimbali. Hapa leo tunaangazia somo la Kiswahili, sarufi na msamiati, au ukipenda pale vifaa vya nyumbani. Vifaa vya nyumbani, grade ya 4 na 5 ukipenda, na ni sehemu ya pili. Ungana nasi. Endapo hujajiunga na chaneli hii, basi ni vizuri uweze kubonyeza kidude hicho cha subscribe, na pia utuachie comment yako na tutaweza kufurahi. Ungana nasi tunapoendelea kujifundisha na kujifunza mengi kwa pamoja. Kumbuka huu ni mwendelezo wa kipindi kilichopita pale nambari ya 8. Hivi sasa tunafanya nambari ya 9 kwa utendeti. Taja msamiati wa sebuleni ufaao. Taja msamiati wa sebuleni ufaao. Acha nikupe picha kisha wewe uniambie ni nini. Haya, unakihitaji kifaa hiki? Unalihitaje? Naam, karibu sana. Jibu kamili ni kochi au sofa. Hii ni sofa seti kwa kimombo, na Kiswahili ni sofa. Ngeli ya hizi sofa hii, sofa hizi, ama kochi, ngeli ya kochi, ngeli ya lia, makochi. Naam, unalihitaje ama unakihitaji kitambaa cha dirishani? Kitambaa cha dirishani au mlangoni, au kuzuia eneo fulani pale panapoleta mwangaza. Unakihitaji kifaa hiki ama kitambaa hiki? Naam, jibu kamili ni pazia. Hii ni pazia, hili ni pazia. Katika Kiswahili tunafaa kusema mapazia yakiwa mengi. Pazia ni nini? Pazia ni kitambaa cha dirishani. Kitambaa cha dirishani au mlangoni. Mfano katika sentensi: mama alinunua mapazia mawili ya milango yetu. Haya, hapa tuna pillow. Pillow kwa lugha ya kimombo. Hebu tuone Kiswahili. Naam, jibu kamili ni mto. Pillow huitwa mto, na ile unaegemea pale kwenye kiti ama kitanda ama kwenye sofa ili uweze kujipumzisha vizuri. Mto. Na mto huwekwa kwa pillowcase. Pillowcase kwa lugha ya Kiswahili tuitaje? Naam, jibu kamili ni foronya. Hii ulisoma ukiwa grade ya 2. Foronya. Foronya ni pillowcase. Pillowcase. Foronya. Foronya ni mfuko wa kuweka mto. Mfuko wa kuweka mto. Naam. Hapa kuna mlango Unaona? Kuanzia pale mpaka pale ni mlango. Basi swali langu ni je, kwa sababu ni mlango, hii sehemu imeonyeshwa hapa kwa mshale wa kijani, utaitaje? Naam, jibu kamili ni kizingiti. Kizingiti cha mlango. Kumbuka pia kuna vizingiti vya dirisha ama madirisha, na kuna vizingiti vya milango. Kwa hivyo hicho ni kizingiti cha mlango. Naam. Kuna mkeka ambao unatandikwa nje ama jamvi ya nje, mkeka wa nje ya mlango. Watu wakija pale wanajipanguza matope yao wasije wakaleta ndani ya nyumba ama sebuleni. Huu mkeka ambao unaachwa pale nje, watu wakija wanakanyaga kidogo, kisha ama wanavulia viatu pale, kisha wanaingia ndani.
huu mkeka wa nje unaitwaje? Naam, jibu kamili ni busati. Busati unaitwa busati na ni mkeka wa hapo nje. Basi kifungio cha mlango, cha kufunga mlango tunakiitaje? Kifungio cha mlango tunakiitaje? Naam, jibu kamili ni tumbuu. Jibu kamili ni tumbuu. Tumbuu. Haya, tuingie hapa sebuleni ndani tuweze kuona. Unaona nini wewe? Mimi naona hapa kuna dirisha, naona kuna picha, kunaona kuna vitu vingi kama zulia, kuna sakafu, kuna mkeka. Wewe unaona nini? Naam, hapa kuna dirisha, kuna picha hapo, kuna kochi. Kochi ni sofa na kuna meza, najua kuwa umeiona. Kuna meza hapo na kuna zulia, mkeka ambao umetandikwa hapa chini ni zulia. Zulia ni nini? Hebu tuone maelezo. Zulia ni mkeka unaotandikwa sakafuni. Mkeka unaotandikwa sakafuni huitwa zulia. Hapa kuna sakafu na kuna aina nyingi za sakafu. Kuna sakafu ya simiti, sakafu ya mbao, sakafu nyingi, sandarusi na kadhalika. Je, hii sehemu ya nyuma ya kiti huitwaje? Naam, jibu kamili ni takia. Takia ni sehemu ya nyuma ya kiti. Sehemu ya nyuma ya kiti ndiyo huitwa takia. Tendeguu nadhani ni nini? Wingi wa tendeguu ni matendeguu. Unadhani tendeguu ni nini? Naam, jibu kamili ni miguu ya meza, kiti au kitanda. Kwa hivyo tendeguu hapa ni hili unaloliona hapa, huu mguu wa meza. Yakiwa mengi ni matendeguu. Naam, tuingie katika swali la 10. Ni nini wingi wa sentensi ifuatayo? Ni nini wingi wa sentensi ifuatayo? Kama endapo wewe unafanya mtihani wako wa KPSEA, ni vyema pia uweze kuangalia video hii, uweze kuisikiliza na kusoma naye. Mkeka wa muhunzi una shimo. Vizuri, unapoandika wingi wa sentensi ni vyema kwanza ujue ngeli ama upatanisho wa sarufi wa neno hilo ama katika sentensi hiyo ambayo umepewa. Kwa hivyo wingi wa mkeka ni mikeka. Kwa hivyo itakuwa mkeka wa muhunzi, itakuwa mikeka ya wahunzi ina mashimo. Hii ni ngeli ya mkeka u, mikeka i. Ngeli ya u, i. Asante. Nambari ya 11, nambari ya 11 pale ni vifaa gani ambavyo hupatikana nyumbani? Angalia katika hivi viteuzi ni vifaa gani hapa hupatikana nyumbani. Tumeona tu sahihi. Kuna kochi, mlingoti, tumbuu, rula, chati, kabati, balbu, tendeguu, neti, rafu, bendera, mvungu. Naam, jibu kamili ni balbu, tendeguu, neti. Kwa sababu ya kwanza ya ba, rula, chati, kabati hivi ni vya darasani. Kisha rafu, bendera ni ya katika ofisi za serikali ama shuleni siku ya Jumatatu na Ijumaa. Mvungu hiyo haina shida. Naam, nambari ya 12, nambari ya 12, maneno haya hufuatana vipi katika kamusi? Swali hili litaletwa katika mtihani wako mwanafunzi, kwa hivyo ni vyema zaidi uweze kuwa mzingativu
uweze kuwa makinifu katika swali hili la nambari ya 12. Tumepewa tutuo, twa, tusi, tutu. Unafikiri jibu ni gani? Naam. Tunapopanga tutapanga kulingana na alfabeti. Haya maneno yote isipokuwa twa yameanza na tu, Kwa hivyo tutaenda katika kamusi tuangalie tu, yani tu. Tutaona tut, tus. Kati ya tus na tus ni gani inakuja kwanza? Bila shaka ni sauti. Kwa hivyo itakuwa tusi. Ndilo neno la kwanza, tusi, likifuatwa na kati ya tutuo na tutu. Ni gani mtu anapata kwanza katika kamusi kuanzia kushoto kuelekea kulia? Naam, kialfabetikali ama kimpangilio wa alfabeti tunafaa kuona tu kwanza, kisha o, tutuo na mwisho twa. Kwa hivyo ilikuwa kazi rahisi sana. Naam, nambari ya 13. Chagua orodha inayoonyesha vitenzi pekee. Kwanza unafaa kujiulize vitenzi ni nini? Na tunajua kwamba vitenzi ni action words, maneno ambayo yanaonyesha munyambuliko, maneno ambayo yanaonyesha vitenzi viliwekwa katika munyambuliko ama kauli mbalimbali kama vile kutenda, kutendea, kutendewa, amuru, amuria, amuriwa, amurishwa na kadhalika, cheza, chezea, chezewa na kadhalika, ruka, rukia, rukwa, na kuendelea. Kwa hivyo jibu kamili hapa, hebu tuone viteuzi. Viteuzi tumepewa ni bora, chache, pole pole, imba, saidia, penda, sahani, kalamu nyingi, taratibu kabisa sana. Unafikiri ni jibu gani hapa ambalo linaonyesha vitenzi pekee? Ni viteuzi gani kati ya viteuzi hivi? Ni kiteuzi gani ambacho kitaonyesha vitenzi pekee? Naam, jibu kamili ni ba. Na ni rahisi hivyo ambavyo umeona. Endelea kuungana nasi, tukutane katika kipindi kingine cha Kiswahili sehemu ya 3.